Karibu sana, tuendelee na kipindi chetu. Leo tutaenda kuangalia kanuni ya watu ambao ni wakati media. Maana tunaenda kuangalia kanuni ya watu ambao wanaonekana ni kama kwamba wana furaha sana kwenye maisha. Tunaenda kuiangalia hiyo kanuni yao ambayo wanaitumia hasa katika maisha yao ya kiuchumi. Nikizungumza neno kanuni, maana yake ni kwamba ni kitu ambacho kinatoa majibu yanayofanana. Haijalishi utakuwaje, lakini ikatokea ukafanya hilo jambo, maana yake wote mtaenda kupata majibu yanayofanana. Na ikatokea kwamba hiyo kanuni ukakosea, maana yake ni lazima upate majibu yake ambayo ni tofauti. Kwa mfano nikisema gravitational principle au gravitational laws, maana yake ni kanuni ya uvutano. Haijalishi utakuwa pastor, haijalishi utakuwa padri, haijalishi utakuwa ni mlevi, haijalishi utakuwa ni mwalimu wa physics, profesa. Ukipanda juu ya mti alafu kajirusha, ni lazima utashuka chini. Maanake hicho kitu tunasema ni gravitational principle. Maanake haijalishi wewe uwe ni mtu wa namna gani, lakini ikatokea kwamba hicho kitu kakifanya, ni lazima upate matokeo ambayo ni the same. Nadhani nimeelezea vizuri hapa kwenye video iliyopita kwamba nikisema income, maanake ni kitu ambacho kinakufanya wewe upate pesa, au ni kipato ambacho wewe unapata. Expenses maanake ni matumizi, na hapa yapo mengi. Kuna survival expenses, kuna emergency fund na kuna extras expenses ambazo pia na zenyewe nitakufundisha vizuri. Lakini kuna liability, ni kitu ambacho kinakufanya wewe uweze kutoa pesa. Kuna asset, kitu ambacho kinakufanya wewe uingize pesa. Sasa watu wakati wenyewe ambao wanaonekana wana magari, wanaonekana wana nyumba nzuri, wenyewe wanatumia kanuni gani hasa kwenye uchumi? Wanatumia kanuni hapa. Huyu mtu wakati anapopata kipato chake, anapopata kipato chake huwa anakuja kununua liability. Kwanza huwa anakuja kununua liability. Akishanunua liability, anaenda kuitumia. Maana yake anaenda kwenye expenses hapa, halafu baada ya kuitumia pesa yake itakuwa imeisha. Maana yake anapopata kipato anaenda kwanza kwenye liability, halafu baadaye anatumia hiyo liability kwenye matumizi, halafu zeni kipato chake kitakuwa kimeisha kabisa. Hagusi hili jedwali la asset. Sasa napenda unielewe vizuri hapa, nikufafanulie ili unipate vizuri. Unaweza kukuta kwamba ni mtu ambaye anaonekana ana gari nzuri, anaonekana kwamba ana nyumba, anaonekana na kazi ambayo ni nzuri sana, lakini kiuhalisia huyo mtu ana shida sana kiuchumi. Yaani naweza nikasema ni maskini kama maskini wengine ambao wanapigwa na jua huko mtaani, ila yeye ni maskini ambaye anaenda ofisini amechomekea na anakaa kwenye meza yenye kiyoyozi. Ila pia ni maskini kwa sababu bado hajaelewa ni kanuni gani ambayo wanatumia watu ambao wanapata pesa nyingi sana. Sasa anapopata pesa, unaweza kukuta kwamba ni mtu ambaye amepata ajira, au ameanza kupata kiasi fulani cha pesa ambacho alikuwa hakipati, aidha milioni 10 au milioni 15. Sasa hajamaliza hata miaka 5 kazini, ukakuta amenunua gari. Maana yake kununua gari, umenunua liabilities. Unaweza kukuta kwamba gari aliyonunua ni ya milioni zaidi ya kile kiasi ambacho huaga anakipata. Maana yake ameingia katika kukopa. Maana yake amekopa ili kusudi akanunue hiyo liability. Kumbuka kwamba kipato chake kipo vile vile. Kama kilikuwa ni milioni 15 na amekopa, maana yake kitapungua. Maana yake ni kitu ambacho tumesema liability kinatoa pesa. Maana yake ametoa pesa na amepata hiyo gari. Sasa kinachofanya ni kwamba atakuwa anaichukua, kwa mfano hiyo gari anaenda nayo kazini, anaipaki pale nje, anaingia ofisini, anarudi, anaichukua, anarudi nayo nyumbani. Kinachofanyika ni kwamba kuna mafuta ambayo pia lazima gari itahitaji, maana yake itamfanya kipato chake kiendelee kupungua. Vile vile unaweza kukuta kwamba hajajua vizuri hata kuendesha, amepata crack baada ya kurudi reverse, kwa hiyo pia anaipeleka garage hiyo gari kwenda kufanyiwa marekebisho. Kwa hiyo watu wa namna hiyo wanatumia hii kanuni. Anaenda kununua kwanza liability, halafu anakuja kutumia matumizi, halafu pesa yake itakuwa imeisha. Na unaweza kukuta kwamba ni watu ambao wanaonekana kama vile wana raha sana kwenye maisha, kumbe ni watu ambao wana uchungu ndani yao, hawana pesa ambazo wana uwezo wa kujikimu. Kwa wewe kama ni miongoni mwa watu ambao
upo hapa kwamba huwa ukipata kipato chako unaenda kwanza kununua liability. Yaani pesa unakuta inapiga kelele kwa hawa watu. Inaenda kwanza kununua liability, aidha kitu chochote ambacho kitakufanya utoe pesa. Halafu baada ya kununua hicho kitu ukatumia kama matumizi, halafu kipato chako kikaisha bila kugusa upande wa asset, jua kabisa kwamba hii kanuni siyo ya kawaida na itakupeleka kuwa mtu wa kawaida na utaweza kumaliza rutini yako ya hapa duniani ukiwa mtu wa kawaida. Lakini kama ni miongoni mwa hawa watu, usiache kufuatilia video inayofuata, kwa sababu nitaenda sasa kukuelekeza ni vitu gani au ni kanuni gani ambayo una uwezo kuitumia ukapata na wewe pesa ikatulia kwako. Maanake tunaenda kutoa kanuni ambayo wanaitumia matajiri. Na nikisema matajiri simaanishi rich, na maanisha wealth. Na tutakuja tuelezane vizuri utofauti uliopo kati ya rich na wealth. Maana kwa Kiswahili tunatumia neno moja tu ambalo ni utajiri, lakini ni maneno ambayo yapo na maana tofauti sana. Sasa karibu kwenye video inayofuata ambayo nitaenda kukuelewesha sasa kanuni ya kitajiri yenyewe ipoje, au matajiri wenyewe wanatumia kanuni gani ambayo inawafanya wawe tofauti na watu wa kawaida. Karibu sana na asante sana kwa kuendelea kunifuatilia. Mungu awe pamoja nao.